Katika nafasi ya pili tunaendelea pale pale tulipoishia. Basi Yeoji baada ya kujua kwa Fengli anafundisha katika darasa analosoma mwanae, haraka akamfuata Fengli shuleni akiwa amejawa na uoga. Alipofika Fengli akamwambia, "Hata usijali, sitomuumiza mwanao, lakini nitamtumia tu kulipa maumivu na mateso mlionisababishia miaka 7 iliyopita." Yeoji akasema, "Nitamhamisha mwanangu shule." Fengli akacheka na kumwambia, "Nitamfuata mwanao popote atakapoelekea." Yeoji akamwangalia sana Fengli kisha akawa anatoka, lakini akatumiwa SMS kuwa Mwalimu Park Shi kasha tangulia mbele za haki. Akashtuka na kurudi kumwambia Fengli, "Wewe ni muuaji." Fengli akasema, "Mimi sijamuua mtu ila kafa yeye mwenyewe." Sasa ilikuwa hivi, siku kadhaa zilizopita Fengli alifuata Mwalimu Park Shi na kumpatia zawadi ya maua kwa kumpongeza mwanae Dongshi kwa kufanya vizuri kazini. Lakini Mwalimu Park Shi ana allergy na maua na mwanzo wa kumtambua Fengli, lakini baadaye akamtambua na kuanza kumpiga na maua huku akikohoa kwani ana allergy ya maua. Dongshi akafika pale na kumzuia babake kisha akamuingiza ndani. Fengli akamwambia, "Baba wako anajihusisha na rushwa na kama taarifa zake zitasambaa zinaweza kukuathiri wewe katika kazi yako na usipandishwe cheo." Sasa leo mwanae akawa amechukia, akamtezea babake maua ndani licha ya kuwa anajua babake ana allergy. Mzee Park Shi akaanza kukohoa pale, akatoa dawa zake, lakini Dongshi akazichukua. Unaambiwa mtoto wa nyoka ni nyoka, hawezi kuwa kanga hata siku moja. Mzee Park Shi akaanguka chini na Dongshi akazitupia mbali zile dawa bila kumuonea babake huruma, na hivyo ndivyo Mwalimu Park Shi alivyofariki. Basi Yeoji akachukia sana na akaondoka pale akiwa analia kwa oga kwani tayari mambo yashaanza. Leo Fengli akakutana na Nesi katika ile shule alikuwa anasoma zamani. Basi wakaketi na Nesi akamwambia, "Kuna mwanafunzi mmoja aitwaye Soha ambaye alikuwa akionewa sana na kina Yeoji. Na huyo mwanafunzi alikuwa anauza duka moja la dawa na aliuawa na kifo chake bado akieleweki mpaka leo." Lakini Fengli akahisi kuna kitu kinahusiana na Yeoji. Pia Nesi akamwambia, "Natumaini utawafanya walipe kwa vitendo vyao walivyokwisha kuvifanya kwa wanafunzi wengine." Fengli akaendelea kukutana na Jing na akaendelea kupata taarifa mbalimbali zikiwemo taarifa za mahusiano ya Yeoji na Yun. Pia akamwahidi Jing kumlipa kiasi cha dola milioni 1 kama ataweza kujua chanzo cha kifo cha Soha. Jing bila kuchelewa akafika hadi mochwali na kuongea na dokta akitaka kuchunguza mwili wa Soha. Dokta akamwambia kuwa mwili wa Soha umekaa hapa takriban miaka 10 bila ndugu kuja kuchukua na kwa sasa bili inasoma kubwa sana. Leo Yeoji akaonana na principal wa shule na kumuuliza kuhusu mwalimu mpya yaani Fengli kama ana sifa za kuwa mwalimu. Principal akamwambia ndio, yupo qualified kabisa na kingine ni kwamba kapendekezwa na waziri wa elimu. Yeoji akashangaa sana kusikia hivyo kwani alijua yeye ndiye ana ukaribu na waziri wa elimu. Leo akafika shuleni lakini alipoangalia darasani akashtuka kumuona Sojin mwanae, pembeni yake kasimama mwalimu Fengli. Basi baada ya vipindi kuisha, Yeoji akamfuata Fengli na kumwambia, "Nipo tayari kukulipa kiasi chochote cha pesa unachokitaka ili uailishe mpango wako wa kulipa kisasi chako, lakini sahau kuhusu mimi kukuomba samahani." Fengli akamwambia, "Mimi sihitaji pesa wala samahani. Nataka msikie mateso na maumivu mlionipa miaka 7 iliyopita. Nitawatesa pole pole kama ile sumu inayoingia mwilini pole pole." Kisha akachukua mchoro mmoja uliochorwa na Sojin, mtoto wake Yeoji, akamwambia, "Inaonekana mtoto wako hawezi kutofautisha rangi." Ina maana tayari Fengli ashagundua kuwa Yeoji anachepuka na mtoto wake si mtoto wa Kiptai bali ni wa Yun ambaye naye ana tatizo la kutambua rangi za vitu, yani color blind. Bana, hatari sana, mambo yanaendelea kuwa mambo, yani vitu baada ya vitu vinazidi kugundulika hapa. Baadaye Yeoji akamfuata mume wake Kiptai na kumwambia, "Nafikiria tumhamishe mtoto wetu shule." Kiptai akamuuliza, "Je, shida ni nini hapo?" Yeoji akamdanganya na kusema, "Mtoto wetu ana mahusiano mabaya na mwalimu mpya aliyefika kwa sasa." Lakini hii haikuwa sababu yenye uzito ya kumfanya Kiptai akubali. Kiptai hakukubali. Leo katika jengo la kuchezea games, hatimaye Kiptai akakutana na Fengli na wakacheza game. Lakini akafungwa na kutoa pesa za kutosha kwa Fengli. Akaomba limechi ili warudie na akatoa pesa zaidi lakini bado akafungwa. Baada ya Fengli alipotoka, Kiptai akamfuatilia hadi duka moja kisha akampatia kadi yake ili akiwa na shida amtafute kwani alivutiwa sana na uchezaji wa game wa Fengli. Na sasa Fengli akaamua kutumia hii nafasi ya kuwa karibu na Kiptai katika misheni yake ya kulipa kisasi. Leo yule mfanyakazi anayemsaidia Fengli kwenye mission akaiba simu ya Liani, mmoja kati ya waonezi watano. Pia Liani akabahatika kupata mwanaume tajiri anayeweza kumuoa. Lakini mama mkwe wa huyo mume akakataa na kumwambia, "Nahitaji ukapime magonjwa ya zinaa ili nijue." Liani akaenda kupima na kuleta majibu lakini mama mkwe bado hakuridhika. Mara Fengli akafika pale na kumpongeza sana kwa kuwa soon anaenda kuolewa. Liani kumuona akaogopa. Fengli akamvuta pembeni. Liani akapiga magoti na kusema, "Fengli, naomba nisamee. Mimi nilikuwa tu nikifuata amri ya Yeoji. Naomba sana usiharibu ndoa yangu kwani hii ndio bahati yangu ya mwisho katika maisha yangu." Fengli akachukua kijinga cha moto pembeni na kumnyoshea Liani. Liani akaanza kuogopa pale. Fengli akamwambia, "Kumbe unaogopa? Hujawahi fikiria maumivu niliyoyapata miaka 7 iliyopita mlivyokuwa mnanitesa?" Akakitupa chini kisha akamrushia simu yake na kumwambia, "Tayari nina kila kitu kukuhusu na kuhusu wenzako."
Baada ya hapo Fengli akamfuata Ming Kansani ambaye naye ni mwathirika wa madawa na ana siri nyingi sana. Akamwambia, nina siri zako nyingi sana, je, ungependa zijulikane? Ming kusikia hivyo akachanganyikiwa kabisa. Fengli akamwambia, kama unahitaji ubaki salama, unatakiwa ulete begi lililojaa pesa, sitovujisha siri zako. Basi leo Fengli akaamua kumjibu Dr. Haekjun, maana amekuwa akimtumia SMS kila kipindi. Huku upande wa pili Dr. Haekjun amekuwa mpweke sana toka alipotengana na Fengli. Leo akiwa kazini, mara SMS ya Fengli kaingia pale. Dr. Haekjun hakuamini, akamuuliza jamaa yake, ni kweli Fengli kanitumia text? Hakuamini si. Na katika SMS Fengli alikuwa ameomba dawa, lakini sababu kuu alihitaji kuonana na Dr. Haekjun. Basi wakatafuta mahali na kukaa kuongea. Haekjun akadhani kuwa Fengli kaja kumuaga mara ya mwisho kabisa. Akamwambia, usiondoke bana, mimi nipo tayari kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Fengli akacheka kidogo na kumwambia, nahitaji mtu ambaye ataweza kusimama na kunisaidia mimi katika misheni yangu. Haekjun akamwambia, usijali, mimi nitafanya hivyo kwa ajili yako. Na leo Haekjun akakutana na mama yake ambaye ni director katika hospitali moja ambayo anafanyia kazi. Wakaketi kupata chakula. Haekjun akamwambia, mama, naomba nihame hospitali, nataka niende jirani na shule moja hivi ili nikafanye mazoezi yangu hapo. Mama yake akamuuliza, mbona ghafla hivyo, au shapata mchumba nini? Haekjun akamwambia, kuna mwanamke nampenda na ni mwalimu katika hiyo shule, hivyo nataka niwe karibu naye zaidi. Mama yake akamwambia, usijali mwanangu, kama utakuwa na furaha basi wewe fanya hivyo. Haekjun akachomoa barua na kumpatia mama yake. Mama yake akampiga kidogo na kusema, wewe isije kuwa umeandika reason ya kuondoka ni sababu ya kwenda huko, andika sababu ya msingi. Upande wa Yeoji alikuwa kachanganyikiwa na leo akaja Tempo akiwa anavuta fegi. Mara akafika pale mama yake. Tayari skendo za Yeoji kuhusu kuwaonea wanafunzi wenzake zilikuwa tayari zishaanza kusambaa mitandaoni. Mama yake akamuuliza, nini shida mwanangu? Yeoji kwa oga akasema, mama, Fengli tayari karudi na nataka kulipa kisasi. Mama yake akamtuliza na kumwambia, usiwaze, hakuna kibaya chochote kitakachotokea. Ngoja nimpigie afisa wa polisi, lakini Yeoji akamzuia, kwani akicheza tu kidogo bwana Sojin atakuwa hatarini kule shuleni. Pamoja Yeoji akafika katika kitengo kimoja cha channel za mitandao. Akamtishia mfanyakazi mmoja, ole wenu mtoe taarifa zangu. Kwanza channel yenu inadhaminiwa na mume wangu Kim Tae ambaye ameweka mamilioni ya pesa. Jiangalieni sana msijepoteza kibarua. Baadaye akaenda kukutana na afisa mmoja wa polisi aliyekuwa anajuana na mama yake. Akamwomba amsaidie kumtafutia taarifa kuhusu Fengli. Huku Fengli akiwa kwenye gari na yule mfanyakazi anayemsaidia kazi katika upelelezi, yule mfanyakazi akamwambia kuna watu wanatufuatilia. Basi Fengli akaongeza spidi. Kufika hapa akastop makusudi na lile gari likagonga gari lao. Kisha akashuka jamaa wawili wakadai fidia matengenezo, kwani Fengli ndiye aliyesimamisha gari ghafla. Walipotoka pale Fengli akamuuliza yule mama kuwa, umejuaje kama tulikuwa tunafuatiliwa? Basi yule mama akasema, nilikuwa nikipeleleza kuhusu Yeoji, ndio nikawaona watu wanatufuatilia na sijawahi kukusaliti wala kwenda tofauti na wewe. Basi Fengli akamwomba msamaha kwani alihisi kamkosea kwa kumuhisi vibaya. Akaelekea kurekebisha gari lake kwani nalo lilipata shida, lakini akiwa hapo pembeni akaziona nyama zinachomwa. Sasa hii ikamfanya kumbuke mateso aliyopitia zamani, maana naye alikuwa akichomwa kama nyama. Akaanguka chini na kuzimia. Watu waliokuwa karibu wakamsaidia na kumpeleka hospitali. Alipokaa sawa leo akaenda nyumbani kwa Dr. Haekjun. Haekjun akamkaribisha hadi ndani na sasa leo ikabidi amwambie tu ukweli nini kilichotokea miaka 7 iliyopita. Pia akamuonyesha na yale makovu. Dr. Haekjun akamwambia, tutakuwa pamoja katika kulipiza kisasi chako whatever happen. Pia na yeye ikabidi amweleze kuhusu background yake. Akamwambia, siku ile nilazwa hospitali nilipigana na mtu, kuna mgonjwa mmoja ambaye alikuwa ni muuaji. Sasa ikabidi atibiwe lakini madokta akaogopa kumtibu. Baba yangu ambaye alikuwa ni mkuu wa hospitali akaamua kujitolea, lakini yule jambazi akampiga bisu babake Haekjun akafariki. Jamaa akafungwa lakini Haekjun hakutaka mama yake ajue sababu ya kifo cha babake. Lakini siku moja mama yake baada ya kuona barua fulani akajua ukweli na moja kwa moja akaelekea katika kituo cha polisi kumtafuta The Killer. The Killer akamwambia, najisikia raha sana kumuua mmeo na kukuumiza wewe. Mama Haekjun akachukia sana lakini tayari yameshatokea. Upande wa Yuni leo akatumia document ambazo ndani zilikuwa na mswaki kama ushahidi wa DNA test. Aliposoma akagundua kuwa Sojin ni mwanae na ushahidi wote wa DNA upo pale. Akabaki kama amini hivi kuwa ni kweli. Kesho akaenda moja kwa moja shuleni na kumkumbatia Sojin, lakini Sojin hakuonyesha kumpenda. Akampigia wakili, kisha wakili akafika na kumwambia, uwezekano wa mtoto kuja kuishi na wewe ni mdogo kwa sababu alizaliwa baada ya ndoa ya Yeoji pamoja na mume wake. Yuni akamaindi sana na kumuita Yeoji. Yeoji akafika pale kisha Yuni akamkamata shingo na kumuuliza, kwa nini hukuniambia mapema kuwa Sojin ni mwanangu? Basi Yeoji akajua kuwa tayari Yuni ashajua ukweli. Yuni akasema, sasa nataka uachane na mmeo na uje uishi na mimi pamoja na mwanangu. Leo mtoto Sojin akamwambia babake Kim Tae kuhusu kikao ambacho kitakuwepo kesho shuleni. Basi kesho Kim Tae akafika katika kikao. Akashangaa sana kumuona Fengli ndiye mwalimu mpya. Pia Yuni akafika pale na kumwambia Kim Tae, mimi pia nina mtoto wangu hapa darasani. Kisha Fengli alipoingia,
Yun akaanza kumsimulia Kim Tae jinsi walivyowahi kumuonea Fengli na sasa ndiyo mwalimu ambao anafundisha watoto wao. Baadaye Kim Tae akaziona picha nyingi sana akiwemo Fengli, Yeoji na Yun na wengineo. Akamuuliza Yeoji, kuna mahusiano gani kati yako na Yun? Lakini Yeoji akamwambia alikuwa rafiki yangu wa zamani, lakini hakuna mahusiano yoyote kati yangu na mimi. Lakini Kim Tae hakuamini. Sasa Yeoji akafanikiwa kutraki sehemu ambayo Fengli huwa anakutana na mmewe Kim Tae. Akashtuka na kujiuliza, itakuwaje kama Kim Tae akijua nina mahusiano ya asili na Yun na Sojin si mwanae? Na hisi ndoa yangu inaweza kuharibika. Alipokuwa akimuongesha mwanae Sojin akamuuliza, mbona mimi hukuniambia kuwa kuna kikao? Lakini Sojin akasema, hapana mama, nilikwambia labda itakuwa umesahau. Leo shuleni Yun akamfuata Fengli na kuanza kumkumbusha kuhusu zamani. Fengli akamaindi sana na kumchapa kofi, lakini Yun akamshika mkono na kumwambia, ukijaribu kumgusa mwanangu Sojin, I swear sitakuacha salama. Fengli akasema, sina haja na kumuumiza mtoto wenu. Mimi target yangu kuu ni Yeoji. Pia itakuwa sio mbaya tukishirikiana, maana najua na wewe pia unahitaji kuwa na mtoto wako. Kisha kabla hajaondoka akampatia mchoro mmoja ambao kauchora Sojin na kumuonyesha kuwa hata Sojin naye hawezi kutofautisha rangi kama yeye, maana naye ni color blind. Kisha akaondoka pale. Leo akaenda kukutana na Ming. Ming akatimiza ahadi yake, akaleta begi lililojaa vitita vya pesa, akamkabidhi Fengli ili aache kumfuatilia. Fengli akasema pesa tu haitoshi kulipa kwa yale mlionifanyia. Ming akachanganyikiwa pale na kutojua nini kitamkuta. Kisha Fengli akampelekea pesa zote yule mama ambaye anamsaidia kazi na kumwambia, mpeleke mwanao mbali akasome vizuri. Basi yule mama akamshukuru sana Fengli. Huku Kim Tae akakutana na Lian na kwa sasa Lian yupo upande wa Fengli. Akamweleza Kim Tae kuwa Yeoji aliwahi kuwa na mahusiano na Yun na jinsi alivyokuwa mwonezi. Kim Tae akashangaa sana. Siku inayofuata Kim Tae akaja kucheza game, akakutana na Haekjun na akawa wanacheza kwa pamoja. Haekjun akamweleza mambo mbalimbali ya kuwa ana mpango wa kulipa kisasi. Kim Tae akashangaa kuona mtu ambaye anakutana naye kwa mara ya kwanza anamweleza mipango yake na siri zake. Lakini kumbe hii ilikuwa ni plani ya Fengli na sasa anashirikiana na Dr. Haekjun katika kulipa kisasi. Usiku Kim Tae akamuuliza mkewe Yeoji kuwa, nimesikia kuna mtu kaniambia kuwa zamani ulikuwa mwonezi na ulikuwa na mahusiano na Yun. Yeoji akasema, ni mambo ya zamani hao, yashapita, tuachane nayo. Lakini Kim Tae akahisi kuna kitu hakipo sawa. Sasa leo Fengli akamwomba Kim Tae wakutane na akataka kumweleza kila kitu na ukweli wote wa mambo yaliyotokea, yaani kuhusu mahusiano, uonevu, maovu ya Yeoji na kuwa Sojin si mwanae bali ni mtoto wa Yun. Bana, naona leo tuishie hapa, lakini bado tunaachwa na mafumbo mengi. Haijulikani hadi sasa Jing yule mwonezi ambaye alitokea kumsaidia Fengli yuko wapi? Hatujui. Je, ni nani ambaye amehusika na mauaji ya yule mwanafunzi miaka 10 iliyopita? Na je, ni nini kitatokea endapo Kim Tae atajua ukweli kuwa Sojin si mwanae wa damu? Majibu yote tutayapata katika nafasi ya 3 ambayo ndio itakuwa final ya story yetu kali sana. Mimi naomba nikuage na tukutane katika episode ya 3 ambayo itakuwa no final. Bye bye.